Welcome kuzipanga pamoja, ambapo tunaanza na msanii mkongwe na mzungumzia Afande Sele ambaye amemjibu Swag Dog baada ya kusema ufalme wa lines angepewa Professor J na sio Afande Sele. Kitendo hicho ameonyesha wazi kuwa hajapendezwa nacho, hivyo amemjibu kwa kusema ufalme ni wake, asimzungumzie Professor J kwenye magomvi kwa sababu kitakachotakiwa ni wamuombea mwenzao afya yake hiyo imalike na sio kuanza kusababisha magomvi mtandaoni. Tumsikilize hapa anazungumza Afande Sele. Ndugu yangu Gaiza, kwanza nashukuru salama kutoka Dodoma. Mambo yameenda. Wewe ni kiongozi wetu wa Tuma. Sasa ndugu yangu, na kiongozi wako mwenzako ananisikia hapa. Mambo ya kuongea si Sele ya kustahili kuwa mfalme, si anastahili ndugu yangu Josefu. Kama mambo sasa hivi hayafai mwanangu, miaka 20 tushazeeka. Mambo yanapitwa na wakati, tuishi maisha ya kawaida. Mimi nashuka Morogoro na waacha wanaendelea. Lakini ndugu yangu, au malalamiko yananiumiza. Unataka mimi mbona useme ubingwa wewe? Unataka aweje? Kwani wewe kushiriki? Mbona wewe ulishiriki? Acha maneno yanasababisha mtu aonekane kama yeye ni ndugu yetu. Tumuombee aimarike kiafya, tumtakie mema, sio kuanza kusema kuingiza je kwenye magomvi. Kwa shida yako mimi wewe nijibu, unaonekana mjibu ndugu yangu bila sababu. Acha hizo bwana, wewe una vitu kubwa kama basi. Kwa sababu kutumia na akili, wewe vitu abudi vipi wewe? Babu zako na bibi leo. Hicho kama shabibi leo. Hicho kama beka salama, bado unatumia akili. Wewe vitu basi usipende kutoka kwa jei. Tunataka mimi namsema mshikaji aenda naumwa. Kuwa makini kutumia akili. Sele atakiwi. Mimi ndio mfalme kama utaka. Anatakiwa kujijua ndo mrithi wangu. Yep, on the next story ni nyingine, ni ya mwigizaji kutoka Bongo Wema Sepetu. Wiki hii aliposti na kutangaza kifo cha Manunu ambaye ni mbwa wake aliyeishi naye muda mrefu kidogo, hivyo kimewafanya wengine kuhuzunika na kutoa salamu za pole, wengine wakionyesha kejeli. Kwa upande wake Wema aliposti kwenye ukurasa wake na kusema kama wewe sio mfugaji wa mnyama, huu ujumbe haukuhusu. Manunu kwangu hakuwa mbwa tu bali ni familia. Kwa hiyo hichi kitu hakichekeshi hata kidogo. Sio muda wa negativity kwa sababu Manunu alikuwa rafiki kwangu, familia yangu. Hakuwa mbwa tu bali ni mlinzi wangu, malaika, na kwa wote wanaomfahamu wanajua ni kiumbe wa aina gani. Nitakukumbuka sana baby girl wangu Manunu. Huo ni ujumbe ambao aliuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram baada ya watu kadhaa kwenda kutoa pole nyumbani kwao na wengine kuendelea kuonyesha kejeli kwenye mitandao ya kijamii kwa kuzungumza vitu mbalimbali. Okay. Mimi na Dona sign hivyo upande wa Bongo na sana tunaenda on the next plus Unyamwezini, ambapo moja kwa moja hadi Unyamwezini naenda na dereva aliyefanya tukio la kugonga na kukimbia, yani hits and run, ambaye alisababisha kifo cha baba wa rapa wa kike nchini Marekani Nicki Minaj. Amefikia makubaliano ya kesi ya kifo kisicho cha kawaida ambacho ni wrongful death lawsuit, na familia ya marehemu ya baba wa msanii huyo Robert Malaj aligongwa na gari alipokuwa akivuka barabara katika eneo la Long Island huko New York. Baada ya tukio hilo, dereva alikimbia bila kufanya msaada wowote na kusababisha kifo cha baba wa rapa huyo. Baadaye dereva huyo alikamatwa na kufikishwa mahakamani. Kwa mujibu wa taarifa ya makubaliano ya kumaliza kesi hiyo yamefanyika nje ya mahakama na kiasi cha fedha kutolewa, japokuwa bado hakijawekwa wazi hadi sasa, lakini makubaliano hayo yanaweza kupunguza majonzi kwa mashabiki. Pole sana kwao na tuendelea kumwombea mzee wetu apumzike mahali pema peponi. On the next ni kutoka New York bwana, ambapo ile event ambayo inawakutanisha wasanii tofauti wakionyesha ubunifu wao na mionekano tofauti. Nazungumzia event ya Met Gala 2026
ambapo imefanyika New York, na wasanii mbalimbali walipita kuonesha mavazi, lakini mavazi haya yalikuwa gumzo kwenye event hiyo, ambapo moja kwa moja ni mwanamitindo Heidi Klum ambaye alivaa vazi kama la sanamu, na ambalo liliofanya watu wawe so surprised kwa muonekano huo, kwa sababu walikuwa like zile sanamu tunazozipita barabarani ikiwa imekaa pale, lakini yeye ndo akawa ana muonekano huo. Ni bahati nzuri waga kila event ya Met Gala inapokuja waga hana shughuli ndogo so ongela kwake. Nyingine ni kutoka kwa mwanadada kutoka South Africa, hadi kwenye red carpet za Met Gala 2026. Yeye alivaa simple but ilikuwa ni in very design na kumfanya aonekane vizuri kabisa. Pia malkia ambaye kuonekana kwa muda kwenye event hii ambaye ni Beyonce amelegea in Met Gala 2026 na vazi lenye mshono wa fuvu, huku likimzunguka na silver kuanzia juu hadi chini. Ni ubunifu hali ya juu sana, ambapo unaanzia kwenye kofia, kifuani, yani umbo lake limekaa kama fuvu la binadamu lilivyokaa, lakini yeye ndo amekuja kama mtoko huo, si ndio? Kwa wasanii wengine ambao walihudhuria ikiwapo na Lily Rihanna pamoja na mpenzi wake, mume wake ASAP Rocky, mwingine ni Kim Kardashian na wengine wengi tu walihudhuria pale wakiwa na mionekano tofauti. Unaweza kudondosha comment yako pale chini, ni ubunifu upi au ni vazi lipi ambalo limetisha kwa upande wa ubunifu, si ndio? Kwa mimi ndo na sign hivyo leo kwenye mdundo wa Domeko TV. Usisahau kutucheki pale YouTube kama Domeko Media _lab, Instagram @DomekoMedia _lab na official Domeko _Domeko. Your girl official 255. Bye till next time.